Wapendwa wa Tanzania wenzangu, nina swali ambalo ningependa kuwauliza. Je, Dennis Limo ni Elon Musk wa Tanzania? Unajua kuna watu wengi wana teknolojia mbalimbali, waanzishi wa teknolojia katika mataifa mbalimbali. Na mmoja wapo ni Elon Musk ambaye ana kampuni kule Marekani, anafanya biashara za kutengeneza satellite za kwenda mwezini, lakini pia anatengeneza magari ya umeme na anajenga nyumba na kuziuza. Yaani kama unahitaji nyumba, una kiwanja chako, unampelekea ramani, wanaonda nyumba, alafu hiyo nyumba inaletwa pale site na inajengwa kwa muda mfupi sana. Sasa kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Dennis Limo. Huyu kijana nimefahamiana naye kuanzia mwaka 2012 na 2014, kama miaka 15 iliyopita. Anafanya biashara ya kujenga nyumba na ndoto yake ni kujenga nyumba hapa Tanzania kwa kutumia majenzi ambayo hayatumii formwork. Kwa hiyo kwa mtaji huo, kama Watanzania wataendelea kutumia huduma yake, ina maana itapunguza sana matumizi ya mbao ndani ya nchi ya Tanzania. Dennis Limo ni nani? Amesoma Technology Arusha, amesoma diploma huko. Nimefahamiana naye tangu 2012 au 2014, hapo katikati hapo. Tumeshirikiana mawazo tangu hapo juu ya teknolojia hasa za ujenzi. Amekuwa ni mshirika wangu wa karibu katika mambo haya. Amekuwa ni mbunifu wa mashine za matofali. Alikuwa mwanzoni ameanzia kwenye kuunda mashine za matofali na alikuwa anaziunda huko Iringa. Na pia ameweza kujenga ujenzi wa nyumba za majengo pasipo kutumia formwork. Yeye ametengeneza matofali ambayo ukiyapanga pamoja huna haja tena ya kuweka formwork. Unaweka yale matofali na baadaye unaweka nondo katikati na kumimina zege pasipo formwork, yani ya mbao. Amejenga ujenzi wa slabu za majengo pasipo kutumia formwork. Ndio kazi ambayo anaifanya hapa Tanzania hata sasa. Faida za teknolojia yake, hii teknolojia yake inatumia mbao chache sana yani. Kwa hiyo anapunguza matumizi ya mbao, lakini pia anahifadhi mazingira ya Tanzania. Inapunguza gharama, pia inapunguza gharama za finishing, kwa sababu yale matofali yanakuwa yako laini sana kiasi ambacho hakuna haja ya kutumia mota kubwa sana kufanyia finishing. Inapunguza muda wa kuweka formwork, kwa sababu yeye anajenga haraka tu. Akiyapanga yale matofali yake anaweza akajenga badala ya formwork. Na hata katika slabu za majengo pia matumizi ya formwork yanachukua muda. Matumizi yake ya jinsi ya kuhifadhi zile slabu inachukua muda mfupi sana kuliko muda wa kuweka formwork eneo lote na baadaye kujenga alafu baadaye kuzibomoa. Hana haja ya kufanya vitu vyote hivyo. Na mahali ambapo Dennis anaweza kaenda, mimi namuona Dennis kwamba anaweza pia akaanza kujenga nyumba za kuuza kama prefabricated system, kama anavyofanya Elon Musk kule Tanzania, kule Marekani samani. Je, tufanyeje kumuunga mkono? Tuchangie kuboresha uwezo wake wa kutengeneza mitambo, mashine na vifaa. Kwa hapa alipoanzia, kama ataungwa mkono, ataweza kufanya mambo makubwa zaidi. Wana mazingira lazima tumunge mkono kwa sababu anahifadhi mazingira. Kwa hiyo NEMC na vyuo mbalimbali, taasisi mbalimbali zinashughulika na uhifadhi wa mazingira, ni vizuri zikamuunga mkono kwa sababu anajaribu kuhifadhi mazingira ya Tanzania. Wananchi muunge mkono, tuwe na tabia ya kuchangia. Unajua nchi nyingine zimeendelea kiteknolojia kwa sababu ya tabia ya kuchangiana. Yaani mtu akiwa na wazo zuri la kiteknolojia, watu wanamchangia kuboresha huduma yake. Serikali ionyeshe mfano wa kuchangia mawazo mapya ya vijana kwa kumchangia huyu Dennis Limo au Elon Musk wa Tanzania.
watu wenye miradi ya majengo wamtumie katika ujenzi. Itakuwa ni faida kubwa. Kwanza watamlipa pesa, lakini ataboresha mazingira na ataongeza spidi ya kazi za ujenzi hapa Tanzania. Kwa hiyo mimi binafsi nitamuunga mkono kijana huyo kwa kumchangia. Na je, wewe utaweza kumchangia ndugu yetu mwenye teknolojia ya aina hiyo? Kumbuka kwamba maendeleo ya teknolojia katika nchi yanachagizwa kwa kiwango kikubwa na utayari wa watu kuchangia mawazo mapya. Asanteni sana kwa kunisikiliza.